Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea katika maelekezo ya kisheria au maelekezo ya kifikihi kuhusiana na mtu ambaye yuko katika qadha ya Allah. Katika sehemu iliyopita tulielekezana kwamba kwa mtu ambaye amefikwa na sakaratul maut, watu wa karibu lazima wafanye jambo gani? Kwamba lazima wale watu wa karibu, jambo la kwanza inalotakiwa walifanye kwa mtu ambaye katika sakaratul maut ni kumtamkisha shahada ambayo ni la ilaha illa Allah. Tukaelekezana maelekezo mengi. Katika sehemu ya pili, baada ya kuchukuliwa roho, baada ya kufishwa, sehemu ya pili kinachotakiwa kifanyike ni kumwelekeza kibla. Fakad jaati jumlatun hadithi mursala, zimepokelewa hadithi nyingi ambazo ni mursal, tatakwa bimajmuiha, zinazosaidiana kutiana nguvu baadhi yake kwa baadhi, watarka ila alhusn, lakini pia zinaelekea kuingia katika hadithi ambazo ni hasan. Anna nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kadima almadina, alipoingia katika mji wa Madina, sala an albarai, alimuulizia sahaba anaitwa Bara ibn Ma'rur. Faqalu, masahaba wakamjibu, tufia, amefishwa. Wa amara bithuluthihi, lakini Bara kabla ya kuchukuliwa roho yake aliacha usia wa kutolewa thuluthi, laka, upewe wewe ya Rasulullah, ni mjumbe wa Allah. Wauswa, lakini pia Bara alitoa usia mwingine, ayuwajiha ila alqibla, aelekezwe kibla, limahtudra, baada ya kuwa amechukuliwa roho yake. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akasema, aswaba alfitra, Baraa amepatia suna ya kimaumbile. Mtume akasema Baraa amepatia suna ya kimaumbile, ikiwa na maana kwamba maneno ya Baraa alikuwa sahihi. Wakad waradat thuthuhu ala waladihi, lakini pia imekuja katika riwaya nyingine kwamba Baraa aliacha usia wa kupewa theluthi, yani 1/3 mtoto wake. Thumma dhahaba fasalla alayhi faqala, Mtume sallama baada ya kupewa maelezo hayo na maswahaba, Mtume sallama akaenda akaswali, akamswalia. Thumma dhahaba fasalla alayhi, kisha akaenda akamswalia sallam. Faqala, Mtume sallama akasema katika dua yake, Allahumma ighfir lahu, ya Allah msamehe madhambi yake, warhamhu, na umhurumie, wa adkhilhu jannataka, lakini umuingize katika pepo yako. Wa fi riwayati li hadhihi alqissa, katika riwaya nyingine katika kisa hiki, min Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik qala, anasema, wa kana al-Bara ibn Ma'rur awwal man istaqbala qibla hayyan wa mayyit. Bara ibn Ma'rur anasimulia Abdullah ibn Malik kwamba Bara alikuwa ndo mtu wa kwanza kabisa wa kuelekea kibla akiwa hai na baada ya kufa. Wa hadha tawjihu mustahabu, kumwelekeza mtu aliyefikwa na umauti kibla ni jambo ambalo ni mustahabu, sio lazima. Inda jamahiri ulama, kwa wanachuoni wote. Bali nakala an-Nawawi al-ijma' alayhi, bali Imamu Nawawi amenukuu makubaliano ya wanachuoni wote katika jambo hilo, kwamba mtu anapofikwa na umauti vizuri zaidi aelekezwe kibla. Lakin ankarahu Sa'id ibn Musayyib, haya maelekezo Sa'id ibn al-Musayyib yeye aliyakataa rahimahullah. Fa innahum lamma arad, pindi watu
walio karibu naye walipotaka kumuelekeza anywajihuhu ila kibla, kumuelekeza kibla, ghadiba, alikasirika, wakala, na akasema, awalastu ala alqibla, je, hapa nilipo sijaelekea kibla? Yani manake hili lilimkasirisha. Lakinahu qad urida biqauli ghairihi, lakini pamoja na kauli yake hiyo amepingwa na kauli ya mtu mwingine. Thumma innahu lam yajzim biqauli talqini bid'a, lakini pia huyu Said ibn al-Musayyib yeye hakusema kwamba kumtamkisha mtu ambaye amefikwa na sakaratul mauti kwamba ni bid'a, wala haraman, wala ni haram. Thumma inna fi'lahum, lakini pia kitendo chao cha kutaka kumfanyia Said ibn Musayyib kumwelekeza kibla, dalilun ala annahu, hii ni dalili kwamba jambo hilo kana mashuhuran, lilikuwa ni jambo ambalo linafahamika bainahum, baina yao, yani wakati ule wa kipindi cha Said ibn Musayyib ilikuwa ni jambo ambalo ni maarufu, yafaluhu muslimuna kulluhum bimautahum, ambalo walikuwa wakilifanya Waislamu kwa wale ambao wamefikwa na mauti miongoni mwao. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumtamkisha shahada, jambo la pili ni kumuelekeza kibla, na kumtamkisha shahada jitahidini, kwa sababu hilo jambo ndio la muhimu zaidi. Wallahu aalam. Ndugu yenu Twalibu Jaafar, tuendelee kuelekezana idhinillah. Usikose kusubscribe na kufuatilia chaneli yetu.